Haya, mashindano ya FIFA Club World Cup kombe la dunia ngazi ya vilabu yanakwenda kuanza kulindima hivi karibuni, na watu wengi hawaelewi kwamba timu zinapataje hiyo bahati ya kwenda kushiriki hayo mashindano. Basi hapa kwa Kylian Sports ndio solution ya hayo matatizo. Kwa hiyo nakwenda kukupatia namna ambavyo timu zinafanya kazi. Nitaanza na bara Ulaya leo, lakini nitakuja na mabara mengine, bara Afrika, Amerika Kusini, Amerika Kaskazini mpaka Asia kule kote tutakwenda kujua kwamba timu zinawezaje kupata hiyo bahati ya kwenda kushiriki haya mashindano. Nitaeleza kwa undani sana, isikupite hata sekunde moja kwenye maelezo kwenda kukupatia, kwa sababu ukiangalia Barcelona, ukiangalia Liverpool, Leipzig wapo kwenye best performance kwa misimu hii minne ambayo inachukuliwa kama ndo kigezo zaidi cha kuangaliwa. Lakini kwa nini hawajaenda? Nisikilize kwa makini sana, utaweza kunielewa baadaye mara baada ya hii video kuisha. Hasa ni kwamba timu zinazoqualify kutoka katika bara la Ulaya basi ni timu 12. Katika timu 12 basi mara nyingi zile timu ambazo zimeshachukua ubingwa katika hii misimu minne, na hichi kitu ambacho kinafanyika hapa kwanza kinaitwa 4-year coefficient ranking. Hii ya kuangalia misimu minne inaitwa 4-year coefficient ranking. Yani ni ranking ya vilabu katika misimu minne ambayo inakuwa imepita. Kwa sasa hivi ni kuanzia mwaka 2021, 2022 na 23 pamoja na 2024. Sababu 25 ndio ambao tupo sasa hivi. Kwa hiyo katika hii misimu minne basi wale ambao wamefanya vizuri ndio zaidi ambao wanachukuliwa kwenye vigezo vya kupeleka timu katika mashindano ya kombe la dunia ngazi ya vilabu. Lakini hapa kuna tofauti kidogo. Ni kwamba wale mabingwa, kama anakuwa bingwa amejirudia mara mbili, basi ataongeza idadi ya timu ambazo zitakwenda kushiriki. Kwa mfano, Real Madrid amechukua ubingwa 2022 pamoja na 2024, maana yake yeye ameipatia nafasi timu nyingine ili zifikishe zile timu 12. Ndio maana RB Salzburg tunamuona pale kama timu ya 12 kutoka pale katika bara la Ulaya. Sasa nisikize kwa makini sana naona ambavyo timu zimepangwa na baadhi ya timu ambazo zimefanya vizuri lakini hazijapata hiyo bahati ya kwenda kushiriki mashindano. Nisikize kwa makini sana. Kwanza kwenye timu 12 pale. Katika timu 12 mabingwa mpaka sasa hivi ni mabingwa watatu ambao wapata hiyo bahati ya qualify, lakini timu nyingine ambazo zimequalify ni kama FC Bayern Munich, International Milan, vijana wa Juventus, lakini pia Dortmund wamefanya hivyo, lakini pia Atletico de Madrid wapo ndani pia, bila kusahau vijana wa Benfica pamoja na FC Porto watakuwepo ndani. Sasa hizi pamoja na Salzburg, hizi timu 9 namna zilizopatikana ndio unisikilize hapa, usiruke hata sekunde moja. Kwanza unatakiwa kujua kwamba kuna sheria moja ambayo imewabana Barcelona, Leipzig pamoja na vijana wa Liverpool kushindwa kushiriki mashindano, inaitwa 2 teams per nation rule. Hii hapa ni sheria ambayo hairuhusu timu zaidi ya 2 kwenda kushiriki mashindano haya. Kwa hiyo ndio maana kama kwenye taifa lako kuna timu 2 zingine ambazo zimefanya vizuri zaidi kuliko wewe, hata kama upo kwenye zile timu 12 bora, basi hautaweza kushiriki mashindano, kwa sababu wewe utahesabika kwenye taifa lako kama ni timu ya 3, lakini japo utakuwa umefanya vizuri kwenye ile UEFA ranking, hivyo basi hautaweza kushiriki. Ndio maana sasa kuna timu 3 ambazo zimezulumiwa hizo nafasi, ukianza na Liverpool ambao wamemaliza nafasi nzuri tu, Barcelona ambao ndio walikuwa wa 12, yani pale wanapoishia, pamoja na vijana wa Leipzig ambao nao pia walifanya vizuri, lakini nafasi zao zimenyang'anywa kwa sababu kwenye mataifa yao tayari kuna timu 2 ambazo zimesha qualify. Kwa mfano pale Barcelona nchini kwake Atletico Madrid pamoja na Real Madrid wao wana points nyingi zaidi kuliko yeye, kwa moja wao wamepata ile nafasi ya kwenda. Yeye hiyo sheria ya 2 teams imembana, ameshindwa kwenda. Lakini pia ukienda pale nchini Ujerumani, Bayern pamoja na Dortmund wamembana na Leipzig kwenda kwenye hayo mashindano kwa sababu hiyo sheria ya kupeleka timu 2 pekee. Na ukienda pale nchini Uingereza, Liverpool ameshindwa kushiriki kwa sababu Chelsea pamoja na Manchester City wao wana points nyingi zaidi kuliko yeye. Kwa moja mambo yamekuwa magumu kwake, kizingatia wote tayari wameshachukua ubingwa. Kwa hiyo yeye alikuwa hana hiyo nafasi ya kwenda kushiriki hayo mashindano, lakini vigezo vyote alikuwa ametimiza. Kilichomponza ni hiyo sheria, ni 2 teams per nation rule. Hii ndio imemponza Liverpool ashindwe kushiriki mashindano. Kwa hiyo hizo nafasi sasa wakapewa ambao wanaendelea chini pale. Ndio unaona mkuta Juventus, unamkuta Salzburg, unamkuta Benfica ambao wapo humo ndani. Kwa hiyo wamepita kwa sababu ya hiyo sheria. Haya, kigezo kingine ambacho kinaangaliwa hapa zaidi basi ni zile points zako katika misimu minne ambayo inakuwa imepita. Ukianza mwaka 2021, 2022 na 23 pamoja na 2024, timu kama Benfica imefanya vizuri, of course ndio maana imejikuta inamaliza nafasi ya 13, lakini imepata hiyo tiketi kutokana na kwamba tayari Liverpool, Madrid Jiji pamoja na Barcelona huku juu tayari timu 2 wao zimeshamaliza kazi, kwa wao wamepata zile gaps kufill ili kuweza kukamilisha zile timu 12. Kwa hicho ndio kigezo kikubwa ambacho kinatumika takriban misimu 4. Namna ambavyo unakuwa umefanya kazi yako vizuri kwenye ligi ya mabingwa. Benfica kafanya vizuri sana, aliongoza mpaka kundi mwaka 2022 na 23, tena mbele ya miamba kabisa paongoza kundi. Lakini pia tukumbuka Benfica huyo pia alimaliza nafasi ya 2 kwenye kundi lake mwaka 2021 akicheza na vijana wa Manchester City. Kwa kuna namna amekuwa na good performance, ndio maana amekuwa akienda vizuri sana. Kwa hiyo ndio namna hizi ranking ya UEFA ukiingia sehemu mtandao wote utaziona, lakini utashangaa Liverpool wapo juu, Barcelona wapo juu, lakini kilichowapoza ni kwamba nchi zao tayari zina mataifa mawili ambayo tayari
qualify kwenda kwenye hayo mashindano. Haya, wengine wakaja kuniuliza kwa kunibana kwamba bro, kwa nini RB Salzburg yupo pale na yupo nafasi ya 18 huko, lakini amejikuta yupo kwenye haya mashindano. Sasa nisikize kwa makini sana hapa. Utakumbuka Napoli, AC Milan pamoja na Sevilla ndio wapo katikati yake hapo, lakini hao wote tayari mataifa mawili yameshamaliza kazi. Hiyo sheria ya two teams rule per nation, basi hiyo ndio imewaponza hata vijana wa AC Milan, vijana wa Sevilla pamoja na vijana wa Napoli wasiweze kushiriki mashindano, kwa sababu kujua tayari Juventus pamoja na Inter Milan tayari wameshaiwekisha Italia, kwa AC Milan pamoja na Napoli hiyo nafasi hawana tena. Sevilla tayari Real Madrid pamoja na Atletico wameshawakilisha, hivyo tayari mambo yameshakuwa magumu. Kwa hiyo RB Salzburg kwa sababu taifa lake hakuna timu yoyote juu, basi moja kwa moja yeye Austria amewakilisha yeye kama yeye, kwa moja kwa moja anakwenda kwa sababu ya hiyo. Na hii imeboresha sana kwa sababu unaweza kuona competition namna ambavyo imetengenezwa kiujanja hapo mpaka imeweza kusaidia timu, manake tutashuhudia timu za mataifa tofauti, kwa sababu hii ni kombe la dunia ngazi ya vilabu, timu mataifa tofauti, lakini pia yenye competition kubwa, lakini pia pasipo kuwa na upendeleo wa taifa fulani, kwamba taifa lisipeke timu zaidi ya mbili. Na ndio hichi ndio kigezo kikubwa ambacho unaona Liverpool leo mabingwa jiji hawapo pale, Barcelona pia hawapo pale. Hichi ndio kigezo kikubwa kilichowaponza, two teams rule per nation. Hii ndio sheria ambayo imaponza mabingwa jiji pamoja na vijana wa Barcelona wasiweze kushiriki ya mashindano. Timu zingine ndo kama hivyo. Rank imekaa vizuri sana hapo, unaweza kwenda kuitazama, lakini ukitazama pale nafasi ya kwanza kina Barcelona, Man City pale wote, ukitazama ile ranking imekaa vizuri sana. Timu 12 ndani humo. Leo wapo miamba tu. Wote walikizi vigezo, lakini hawa watatu ambao wameshindwa kwenda na hizi timu 9 ambazo zimekwenda, basi kigezo kilichowaponza ndio hicho, kwamba tayari wao mataifa yao mawili juu yamesha qualify kwenda kwenye hayo mashindano. Lakini pia tukumbuke mwaka 2029 wamepanga kuongeza kufikisha timu 48. Kwa hiyo pengine sasa hapo sasa tukashuhudia timu pia ya kwamba taisheria pia ya kwamba timu mbili mwisho kwenye taifa moja, basi pengine tukakuta ikiondolewa na tukashuhudia timu ambayo inakuwa imefanya vizuri basi ikapata nafasi ya kwenda kushiriki, kwa sababu Liverpool kiishua kabisa kaonewa, sasa pia kwa Barcelona wamekuwa na good performance, lakini mambo yamekuwa magumu. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yamekuwa magumu kwa hizi timu ambazo pengine unazipenda na zimeshindwa kushiriki ya mashindano ya FIFA Club World Cup atakayofanyika pale nchini Marekani. Baada ya kukuletea timu za hapa katika bara Ulaya, basi nitakuja na timu za Afrika ambazo zinafanya kazi zinavyokwenda, lakini pia nitakuja na timu za Asia, nitaunganisha sababu maelezo ni mafupi. Timu ya Asia pamoja na Afrika nitaelekeza kwa mara moja kwenye video ambayo inafuata, lakini pia timu za Amerika Kusini pamoja na Amerika Kaskazini, ambapo mpaka huko kuna Host Nation pia ambaye ni Inter Miami ambaye kama mwenyeji, basi pia nitakwenda kukuelekeza na ambavyo timu zinafanya kazi kwa video moja, lakini pia mpaka kule kwenye upande wa Oceania, basi pia nitakwenda kuelekeza namna ambavyo timu zimequalify kwenda kwenye haya mashindano. Jina langu mimi naitwa Kylian Idris, ni mwana sports nambari 1 hapa nchini Tanzania, Kenya pamoja na Afrika Mashariki kwa lugha idhaa kabisa ya Kiswahili. Kwa usahau kusubscribe hapo, sio lazima kusubscribe, lakini if you wish to get the sports news, football explanation, football analysis, basi best place na kushauri ni hapa kwa Kylian Idris Sports. Jina langu hiyo na kunajiita hivyo. Basi nipo pale Times FM 101.5, unaweza kutusikiliza pia kupitia ndani ya 18. Tunakiwasha sana na wanangu pale na Football Tony, tunapiga sana kazi. Basi tunakusubiri pale utuni 101.5 Times FM. Basi hakisha uachi kunifuatia pale mitandao yangu mingine ya kijamii, natumia Instagram pia, natumia Facebook, natumia TikTok, natumia YouTube, any internet I'm there. So make sure unakuwa unanifuatilia. Jina langu naitwa Kylian Idris. No, sijamaliza. Ile badge ya FIFA Club World Cup ambayo itavaliwa kifuani, basi bingwa ataivaa kwa takribani miaka 4 mpaka 2029. Hiyo ni zawadi ambayo FIFA Club World Cup imebawa kumbless bingwa. Kwa bingwa ataivaa ile badge mpaka mwaka 2029. Kylian Sports.